Yaani Mwigulu nikikwambia wewe ni kichani mwenda wazimu huna akili hata moja tunamaanisha. Ina maana nyie kuua watu, mauaji yaliyotokea huyaoni. Anayefugwa ni mama, unafuga wewe vitoto vyako hivyo vimarehemu. Na huyo mke wako unayemtomba na kumfira mbele na nyuma kumara mama yako. Wewe tatizo ulifirana na mama yako mbako umeongezwa hicho choo cha hapo. Na huyo maraya mbovu Samia mwenye virusi alivyotoa kwa Kikwete. Ngoja nikwambie msenge wewe. Unaposema kwamba tukaongea taifa tunafugwa. Anafugwa, unafuga ni vitoto vyako. Na maraya unayeongea sasa hivi mpaka shingo ataka kutoka. Ilo ni mwanamke wako mbele uliacha nyumbani. Koma Mwigulu. Kama ulivyokoma kinembe cha mamako mzazi. Mwigulu, uwakome wanaharakati wote. Utukome kama ulivyokoma kumara mama yako. Tunafuga na tufikisha wewe msenge nini wewe? Wangapi mwangine hapo nyumbani mmewaua? Umekosa wakuwa sasa hivi umekosa kutufanya sababu tuko mbali, huwezi kutufikia. Mmefanya kila kitu hakutufikii. Tutawasema, utaropoka, msenge usiyedinda wewe. Unatombana na mkako mpaka kutia dore la matako kwa mamako. Wewe Mwigulu chemba wewe kumara mamako. Unaanzaje kutongelea kibaya msenge usiyedinda kumara mamako? Tunajua wanapata msaada ndio wanafugwa kumamako. Unafikiri kama leo ni mwanamke wako ibovu hivyo vitoto vyako ambavyo vimekaa kama mazezeta unavyovifuga? Wewe tu hapo ulipo nafilana na Abduli mpaka umepata hiyo kazi hapo. Umetoa mkundu kumara mamako Mwigulu chemba. Na mchengero na wewe kumara mamako kiwepo wewe huyo. Mchengero wewe Samia ni mkako kilo neno unamfira na kumtomba vile vile. Na wewe nikakujia ngoja kwanza nimalizane na Mwigulu. Mwigulu kuna semaje? Unajua uko baiguni wewe tumekuja kwa jeuri na tunaishi huku kwa jeuri zetu. Tunafanya kazi, mimi nimeacha mpaka kazi zangu zote kwa ajili kwa Bamaza. Wasengenye. Na nakwambia Mwigulu, Tanzania inakuja kuwa na uhuru. Tanganyika inakuja kuwa na uhuru msenge wewe. Unasemaje? Funga choo chako cha mdomo. Funga hilo kaburi lako la wewe na Samia. Funga. Sikieni msenge alivyokuwa anaongea. Na wengine hupenda sana kusema. Sikilizeni. Na wengine ngoja kwanza. Na wengine hupenda sana kusema. Na wasikia kwenye mitandao kila kona, ukifuatilia unadhani wanalosema ni jambo la maana. Kumamako. Kumbe kule wanakoishi wanalishwa, wanatunzwa, wanafugwa na kufugwa. Wewe kafugwa na mamako, hizo asira zako kama mwanamke wako kaacha kukugiza dole la mkundu. Mkundu unakuwasha msenge, tafuta machoko wenzio kina Abduli. Mchengero tafuta machoko wenzio kuingize mboro mkunduni wakusugue vizuri msenge wewe. Wewe umeteta kukufugwa wewe, unafugwa mamako mzazi aliyekutoa kumali kumenya kumnuka ile. Tutafugwa sisi wenye akili zetu timamu. Mtu mwenyewe umepewa choo cha bure. Hujui uanzie wapi, uishie wapi, unaropoka kiroponga. Leo unahangaika kutafuta watu waje kwenye mikutano, uje udanganyishe nani ICC. Ujinga wenu wote tumeshapeleka ICC. Hata mjizungushe kumamako zenu. Polisi mnawaambia ngeni mtaani, jifanye mpaka nani tumeshapeleka yote msenge wekaini kimya, kaa kimya kwanza. Sikizeni hili lichoko. Wanafugwa na kufugwa kwao. Koma. Waoneshe nyumbani kuna shida. Uvivu ni unaona hili lilikuwa lisenge. Wameua, wanateka, kila mtu anaona, hata kipofu ameona, unasema kwamba sisi tunazingishia. Maskini. Kosa vyote usikose akili. Kosa vyote wanasema siku zote, kosa vyote usikose akili. Hata kama Mwigulu unafirwa wewe na kina Abduli, usingekuja kuongea maneno kichafu namna hiyo. Ndio maana hata kwenye mkutano anakuwa hivi amekuwa kichaa au anataka kuvua nguo. Maana ukawi kuvua nguo na kuonyesha kundu ili walioko hapo kwenye mkutano wakuingize kundu kwenye matako. Wakuingize vidole kwenye matako. Sikilizeni. Uvivu ni tabu. Maskini. Angalieni kilivyo. Yote yale wanasema ili wahalalishe kufugwa. Maskini. Tutafugwa na ulambe ndimu.
tunafungwa na babako mzazi. Sasa Mwigulu, kama mimi nafungwa na babako mzazi, wewe ni mtoto, kaa kimya. Mimi nitacheza na babako chumbani. Upo huyo mamako mzazi aliyetogwa makaburi ya shetani, akafirwa madole ya mkunduni, akatombeshwa na mbwa, akakuza we Firauni, ndio mfuate huyo. Acha kutuongelea sisi biba special. Mimi kama mimi naongea na babako chumbani, wewe mtoto ndakani kama babako haja kufile, au unataka babako mzazi na kufile wewe Mwigulu? Aya basi njoo tubanane chumbani pamoja. Njoo tubanane basi msenge wewe. Mtu atakapaka babako akutombe kumanyoko. Sikize hata wanamshangaa, angalia wanamshangaa. Mtu unakuta yeye mwenyewe anafugwa, mke wake anafugwa. Angalia wanapomshangaa. Anafugwa ugaibuni huko. Wanamshangaa kama kajinyea. Kila wengine mtu yeye mwenyewe anafugwa, wengine hawana waume na watoto wanafugwa. Koma sina mume saa ngapi? Najua unaniambia mimi msenge, unajua unanifuatilia kumara mamako. Wewe, babako mzazi umeshika kama ndio mume wangu. Wakati mamako itomesha kwa vidole huko na mambo kakuza wewe na yuko nguni. Unasemaje sina mume msenge wewe? Mwigulu, mume ni babako mzazi, ni naye na natamba naye kwa mamako. Basi unataka basi nani njoo ulale chini basi katombane na babako. Nikupe babako akutoba kufire. Mimi siye kufirwa sasa kufirwa. Na sio kazi yako na Mwigulu. Njoo ufirwe basi wewe kwa mamako. Watoto wanafugwa kwa njia gani? Kwa kuonesha nyumbani kuna shida. Shida ipo, mauaji na utekaji. Tutaongea, unataka tuache kuongea? Tutasema na evidence tunazo Mwigulu. Jana pale ameenda kufukua makaburi. Zilikuwa 20 na kitu. Juzi tumeziposti, zinaonekana mtandao. Huyo nani Sumai kawaambia nisizipeleka pale wale na mabajaji waende kufukua. Wameenda kufukua zile makaburi jana. Wameenda kufukua jana. Alafu nasema hamna shida. Sasa mbona nani hizo kaburi nani hizo maiti mnazisumbua hivyo? Za watoto wetu. Mbona mnazisumbua kiasi chote hicho? Mbona zinawasumbua? Hizo mpaka mnaingia kaburini damu zao zitawamiminika hivyo. Ndio maana umeona kuua watu. Umeona kuua watu. Kiongozi unajiita kiongozi mwenye akili timamu. Unataka kupeleka kwa wananchi nani maendeleo kwa wananchi, unaenda kuchamba. Chata kama ni choko ndio unaenda kuchamba hivi, unaenda kuchamba jukwani. Mbele za watu wamekaa pale, kuna wasomi pale. Unatuongelea sisi ambao tuko nje mwanaharakati. I beg. Ukisikia Choko Pro Max sasa ndio wewe. Wewe ni Choko Mwigulu, sije kuna uchoko. Yaani wewe ni choko sana. Kize. Na kila wakati wanaandika hata vya uongo vilivyopitiliza, wanatamani wajibiwe. Ili waseme si unaona kule mimi ninapotafutwa. Mimi niwaambieni kama kiongozi mkuu wa shughuli za serikali, sisi hatuhangaiki na watu wa aina hiyo. Unalivyokuwa ni jinga. Hauhangaiki na watu wa namna hii. Umetuongelea toka mwanzo, hujaongea point yoyote kwamba tuko hapa kwa ajili ya hivi. Na hiyo yote mwasababisha mnaongelea pale. Unataka tu umechukua video pale ili ICC waje muonyeshe kwamba mmetikia na watu kati hao ni UVCCM. Hao ni CCM leo waita hapo. Ambao umewalipa Vincent mwenye 2000 mwenye 3000 umewapa. Waonekane kama amekuja. Ndugu yangu, umeshatuambia sisi tuko nje, sijui na nini, hao wana harakati, umeshatujibu ambapo wewe ni bogus. Wewe ni bogus. Eti wala sisi hatuhangaiki na nyie. Umetuongelea, alafu sema tuhangaiki na nyie. Oh gosh. I beg you. I beg. Sikilizeni nilivyosema ni Choko. Kama kiongozi mkuu wa shughuli za serikali, sisi hatuhangaiki na watu wa aina hiyo. Tunahangaika na barabara, tunahangaika na maji, tunahangaika na umeme. Ona, hadi au tunashanga. Ngojeni muone hapa. Ngojeni muangalie hapa. Hii mshoni. Ngojeni muangalie hapa. Tunahangaika na maji, tunahangaika na umeme, na wengine watu wako. Muda tumeongelea. Sasa Mwigulu miaka 64. Barabara tu. Maji miaka 64, tuna mabwawa, tuna visima, tuna mavitu gani? Maji
Kwa miaka 64 nyie amtakiwi serikali. Kaa unajua kabisa Tanganyika One ndio chama namba 1 Tanganyika. Tanganyika One ndio chama kipya, hicho ndio chama namba 1 Tanganyika sasa hivi, na kinapendwa na lika zote. Ndio chama cha taifa. Tanganyika One ndio chama cha taifa na ndio ukombozi wa Watanganyika. Sasa nyie miaka 60 na kitu, leo umesimama umetuongelea wewe, bado unasema kwamba tunahangaika na maji na maji na barabara. Are you killing me? Miaka mingapi mnaongea? Toka umezaliwa umekutana maji barabara, maji barabara, maji barabara, mpaka leo kumara mamako pita ushoto msenge kumamako.